Wezi enda aje? Tutaendelea mtoto na nani? Na uko na Edu. Si ndio yeye amekupea mimba mwingine? Mimi ni bebe mzigo wa mwanaume mwenzangu. Hapana. Lakini mimi siwezi enda. Sasa umeanza gani? Hata huyu saa zingine naweza sema si wangu, ni wa Edu. Ni wako. Nitajuaje? Ni wako. Na sasa hii umebebe unataka kutoa. Mbona unaenda kutoa? Mbona huku niweke chini uniongeleshe? Sina memba. Ha? Sina memba. Na hiyo pesa umetumiwa sijui 50,000 sijui 30, hiyo ni nini? 50,000 akaulizwa received akasema thanks. Can you repeat? Ni kama hujaelewa. Mimi ndio nasoma. Yaani mimi nikakushughulikia. Juzi ukaniambia kuna sister yako mdogo anaenda kwa university. Nikulipie pesa. Si uliona nilichukua loan? Nilikupea pesa ngapi? Si nilikupea pesa? Kumbe nilikupea pesa uende Shetani na Edu. Mtoe mimba. Pesa yangu. Hapana. Juzi mama yako akanipigia simu. Tukaongea. Mama yako alikupigia simu ukiwa kwa jikoni nikiwa na mtoto tukiwacha. Si ulileta simu tukaongea naye. Tuliongea aje? Namtumia pesa. Kwanza saa hii pigia huyo Edu aende kupe pesa. Shughulikia mtoto. Hapana, tunaweza enda tuongee. Tunaongea. Hi guys, do you know if you invested just $1,000 into the Forex market 3 months ago, right now you could have been a millionaire? Yes, let me show you how. Gold prices moved in April 24th from 2,994 to 3,274 as at June 25th. All right, you can see that's almost above 2,000 pips. If you had invested just $1,000, you can see the outcome. Those are so many pips, and we are still expecting the market to move. Remember, you can always WhatsApp us through this WhatsApp number for more updates on Forex markets. Nilikuwa naulizia nimefika hapa hivi. Nikiwa na barabara mashindwa njia kama hivi tanitoa inaweza ni sijui ama bebe unarejea hiyo nje. Sijui. Hakuna venye mnaweza nisaidia sasa. Si ufanye hivi? Maybe ulizie wale. Ulizie watu ndugu ni kama unaweza chukua tu ndugu once. But mimi wanaogopa, unajua mimi ni mgeni place. So mimi wanaogopa sana ndugu. Unajua wanajuanga tu mgeni na maybe wanaweza kufanya kitu mbaya. Sasa kitu mbaya hata sisi tumerendisha tu hapa juzi. Nyinyi wageni huko. Hatujakaa sana. Hata basi sisi tunaweza fanya, naenda kufanya Roysambu, si tunaweza fanya na nyinyi. Mimi ni content creator na huwa natafuta couple. Tunaongea nao then na wazawadi 30,000. Couple pia hata huko Roysambu nilikuwa naenda kutafuta couples. Couple wenye wako kwa ndoa then na wazawadi 30,000. Exactly. Baby unaonaje? Poa. Smart. Juu hata nimesikia tu mnaitana baby nikajua hii ni couple. Nikataka nisiambiwe hii ni couple. Tuko loyal brother. Mko loyal. This is couple. Miaka ngapi kwa ndoa hii? Miaka 5. Si tunaweza ongea na nyinyi kidogo tu. Sawa. Mpate hii pesa. Sawa. Naona mko na mtoto. Ni mtoto wenu? Wow. Hii najua imebarikiwa. Kujeni. Kujeni tu tusimame hapa hivi tutoke kwa barabara. Msianguke. Toke tu side. Shika mtoto asianguke. Wow. Nimepata hapa wageni wangu. A beautiful couple here. So kujeni tu tusimame hapa ndio tusisumbuliwe na barabara nini, si ndio? So kuna kitu tunafanya vile niliwaambia mimi ni content creator, huwa tuna record. Tunakuanga na kamera na ukiangalia pale that is our camera. Yes. Yeah, that is camera. Na unajua saa hii hata when tunaongea tuko live. Unaweza kuwa na issue maybe mkirekodiwa? There's no issue.
Uko sawa? Ni bibi na bwana plus daughter. Okay. So you are okay. Tuko fine. So acha niwaeke ni mic. So at least ukiongea tunaweza sikia kenye unasema, si ndio? Sawa. Si kwenye kipi ya bibi yako yake hapo hivyo. Si tujuane majina. Mimi naitwa Thompson, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Junior. Junior. Yeah. Mimi naitwa Liana. Sorry? Liana. Liana. Junior na Liana. Yeah. Wow. Na ka Junior Anaitwa Gift. Gift. So Yani, she's your gift. Yes, Yeah. give. Wow. Yeah. Nimependa hiyo. Miaka ngapi kwa ndoa umeniambia? Miaka 5. Miaka 5. Na mmeng'ang'ana. Ni kupambana tu kuna huku. Yeah? Ni kupambana tu. Okay. Nikitoka huku. Maivyo pia sio mtu analalisha sana. Kiacha kidogo napambana napata amefanya 1 2 3. Okay. Na hata daughter sasa yako pre-unit Playgroup. nishampeleka. Okay. Hata vile tumekutana hivyo kuna tukaza kama tunaenda hivyo tutafute vitabu zingine Ya shule pia kufunguliwa. Yeah, kitu kama hiyo. Okay. So nikuuliza tu how has been things in that 5 years? Imekuwa aje? Upande yangu naona tuko poa. Hatujai kuna mistake yoyote. Mtoto wa mama pia nilimpata tukaelewana. Maisha tunasonga tu poa. Mlimit aje? How did you meet? Okay. Nilikuwa shughuli ya kazi. Mimi ni musician. Oh, you're a musician? Yes, sama msanii. Okay. So wakati nilikuwa huko mrembo pia alikuwa kwa hotel hapo. Yeye baada kuwa kwa club. Sasa wakati umejua tulienda kujienjoy kutengeneza mwili kidogo. Nikaona mtoto nikasema buski nikamproduce na mwambia hivi na hivi. Baadaye kumaliza kazi hivi nastokea beba na nipigia. Okay. Hapo ndio tuliongea. Okay. Wanasema uonekani sura, si nini kofia tu. Wow. So umesema mkiwa kwa hoteli alikuwa kwa hoteli, mimi nilikuwa kazi yangu shughuli ya music. Sasa nikaenda kukula hapo majioni hivi. Macho kanipendeza. Kamacho ikaona ikakataa kujitoa vile mnasikianga watu nasema ainanga pasia. Kamacho naye inapasia. Hivyo hapa naye uligonga ndipo. Hivyo mtoto wa mama pia macho ikamshika. Okay. Sema sawa. Hauku feel like wasanii na venye tunajua wasanii tabia zao. Hauku feel like huyu ni kukuestia time tu. Hapana, like tulikaa naye tukijuana. Before tuanze kuishi pamoja. Okay. So and the rest are history na mko pamoja. Wow. Ashakupeleka nyumbani? Ni official. Wazazi wanakujua? Wanamjua. Wazazi wake wanakujua? Yeah. Hata wako wanamjua? Wanamjua hadi daughter wanajua saa hii. Wanajua is a family. Yeah. Wow. Nimependa hii ndoa. For that 5 years, which challenge have you faced as a mother? Kwa hii miaka 5. Juu nasikia akisema tio ulimwoa akikuwa ulikuwa na mtoto? Ama mtoto mmepata pamoja? Tumepata naye. Then maybe alikuwa anakuwa huwa tunasikia akisema yeye mkioana mapenzi nakonga mzuri tamu. By the moment mtoto amekuja mapenzi huwa inaanza kupungua. According to you, what was your experience? Ilikuwa tu sawa. Hata after amekuja ilikuwa tu same. Siwezi complain. Usitudanganye, tuambie tu usiogope unajua hata sisi unasaidia watu wengi hapa. Sisi tu. Unajua hii pesa ikwangi tunapeana tu ati juu ya sasa wewe umeongea tu. Tunataka at least usaidie watu. Unajua maybe kuna mtu pia anapitia the same challenge. Wakianza mambo ilikuwa poa, then suddenly anaona mambo imechange. Unataka kuniambia wako sinza hata mpate mtoto akafika hapo. Mapenzi ni the same. Sijaona kitu imechange. Then that means you are not attentive in this relationship. Will I say that? Okay, according to you, Mr. Junior. Yeah.
for that 5 years. How was everything? Unafeel aje? Au changamoto ilikuwa aje? Nini? What is the challenges that you are facing in this marriage? Changamoto wa ndoa siwezi sema ni mbaya sana kuna wakati kwanza tu agree kuna changamoto kwa ndoa. Ya pesa tu. Kuna ile changamoto ama mna? Ile ya kuvurutana tuna. Ya kuvurutana mna? Tuna hata moja. Hamna. Lakini changamoto yenyewe unapitia ni gani? Ni tu saa zingine umejua hii Nairobi. Kuna wakati pesa inakuja. Kuna wakati inapotea. Kuna wakati kuna msimu wa pesa, kuna msimu tunalia. Lakini yeye alinielewa. Wakati iko anajua baba fulani sasa ni jua kali imepotea. Kama hiyo kazi yetu sasa ya music. Unaona tunaweza fanya kama Friday, Friday, Saturday. More than Saturday sana juu Sunday na kwa church. Na prefer church kabisa. Sasa naweza fanya show kama ni Wednesday, kama vitu ladies night, Friday. So Saturday siendangi. Hivyo tu. Tunaongeza. Watu wa music wanaendanga kanisa kweli? Sinajuanga watu wa music wanakuanga busy hadi sana. Okay. Ama unafanya muziki? Music is a job. Watu wengi huwa tunasikia wakisema musicians wanaingia kuna dini wanakuanga nayo. Hapana. Kuna ile pete lazima wavalishwe ndio waanze kutrend. Ama wote sikia vitu kama hizo? Nimesikianga. Okay. About pete, ukiongea about pete. Siendi bali. Hizi ni mkono zangu. Hizi ndio na maana. Maybe ndio maana tukujui. Maybe ni ujaenda pale ndio maana tukujui. Sasa ukisema pete, mimi prefer pete. Mimi nimeprefer ile kati naenda kufanya pale. Nipate pesa yangu ningoje familia yangu. Unaona? Siendi pale kufurahisha wasichana. Wanivalishe sijui nini. Mimi hadi pombe sikunywi. Hadi you're a musician. Pesa yangu inatoka hapo. Ukunywi pombe na wewe? Mimi sikunywi pombe. Anatuambia ukweli ama tunadanganya? Anaongea ukweli. Ukunywi pombe. Ukiangalia huyu bebu wangu na ukiangalia my daughter here. Anaonekana ni kama baba yake analewa. Yaani ukiangalia maisha yenye wako nayo tu hata kasi ja kuambia. Unaona ni vile tumekutana kigafla lakini ungetupata tu sasa kama mtoto wa mama ameoga. Kadota mbia kamejidungia. Ungesema kumbe hii familia iko straightforward na wanafanya kitu wanaelewa. So mimi nafanya kazi yangu ni kupata mapato ni shughulike wa familia yangu plus wa mamu wangu ushago plus family plus mama mkwe. Mimi nalinda watu watatu. Mama yako, bibi yako, mama mkwe. Bas na familia yote. Maybe tuseme kuna wakati tuseme kama Januari saa hii. Muziki ndio kitu nategea? Ndio unalisha nao familia? No. Mimi ni fundi. Okay. Mimi ni fundi pia baba. Nilikuwa nikuulize juu Januari hakuna mtu anaita wasanii mahali huwa mna survive aje? Okay. Mimi bado ni fundi wa viatu sasa. Nilichanuka kitambo. Najuanga Januari hakuna kazi ya music. Januari iko kazi ya viatu. Sasa mimi nasomanga weather from far lakini mimi si wa sayansi. Nikiona tunaenda kuingia Disemba ikiishaisha na naambianga tu mama wacha sasa mimi naenda tao. Naenda tuna make mimi ni shoemaker tuna make back to school official. Ukiwa na watu wa harusi hizo vitu kama viatu hizo tunatatengeneza kama sana mama kama hizi zangu. Yes, of course. Kama leather suits. Hii nimevaa. Okay. Nauza hadi hizi za mama. Sasa ni workshop. Wakati ya Disemba unajua mama wanaenda kufanya kuna kitu mnaitanga aje chama. Sasa hata hii nguo kuna kiatu yake niliunda. Nilimshonea hii. Sasa ile material nikamtolea design ya kiatu hadi dota yako nazo. Wow. Yeah. Sasa mimi ni shoemaker bado mimi ni msanii. Umejua huwezi tarajia msanii juu kuna wakati napotea kuna wakati nakuja. Sasa kama wakati ukinikuta niko kwa viatu. Okay. Nadunga sindano. Okay. Na nafurahiaga juu nikirudi. Napatanga maji ya kuoga ishachemushwa.
Babe, chai iko hapo ama naendanganya babe? Hapana. It looks like you are keeping your husband so happy. Na it's a good thing, si ndio? Yeah. According to you, which tactics do you think, mbona unafikiria ndoa mingi huwa zinavunjika? Ni because huwa wafanyi kenye wewe unafanya ama huwa hawatimizi mambo na ndoa? Mambo maybe unajua nasikianga ndo ukiingia maybe kuna vitu kama hizo, kupika, kuoshea bwana, maybe socks, kumchemshia maji. Unafikiria hao wanawake wengine huwa wafanyi the same thing ama unafikiria ni kwa nini ndoa huwa zinavunjika? Okay. Hizo kufua, kuosha vyombo nini, hizo wanafanyanga. Sasa kuna ile tatizo na admit. Kuna maybe kuna responsibilities zenye afanyi poa. Okay. Kitu kama hiyo. So bwana hafikishi responsibility. Ndio maana huwa wana cheat. What do you think, Mr. Junior? Why do you think many marriage huwa zinavunjika, zinafika miaka 2, miaka 3, miaka 4 zinaizisha? Unafikiria ni kwa nini? Situation kama hiyo inakujaga coding. Sometimes ni mimi kama Junior. Nilioa mama nikimpenda. Mpaka nikamwambia mi baby kifika wakati kama hii na kwanga nimemaliza shughuli zangu za job, niko hao. So inafika wakati nimeanza kuchange time. Ile time yangu ni ya kukuja kwa nyumba. Sasa nakaa tu na yeye mbali, hata ile haga alikuwa ananipeanga. Umejua kama sasa tukienda kwa nikitoka kazi nafikanga tu ati babe ni aje, mami niko fine. Sasa anaona kama nimeanza kuchange. Yes, simpatii hug. Kama kuna shida. Wewe toa mpira hapo. Mara nikitoka huko nimekasirika, nimeweka sura ya punda. Sasa vitu kama hizo zinachangia, hata akili itamkujia. Okay. Akili itamkujia, what's going on here? Because sioni kama baba fulani ananiweka open vile tulikuanga kitambo. Okay. Naona vitu kama hizo. Wow. Yaani namweka mbali na mimi sasa. Sifurahi vile tulikuwa tumeanza. Okay. But sijasema saa hii according to just for example no maana kwa saa hii baada hadi naenda mbeba gongo. Okay, no problem. So hata kenye mimi nataka nifanye juu sitaki niwaeke sana imseme alikuwa anatuweke hapa sana nataka tufanye kitu moja. Sasa sawa? Nataka niwapatie pesa muende shughuli zenu. Sasa sawa? But before niwape pesa kuna kitu tunapendanga sana kuuliza watu. Nikikuuliza swali, kuna hii siku ishaifika maybe ukasuspect bibi yako anaweza kuwa anakuchita nenda nje ya ndoa, kuna mwanaume mwingine? Akili kama hiyo inifikia hadi wakati tumesimama hivi. Hujaifikia? Baada hata sitamani kufikiria. Okay. Juu najua bibi yangu. What about you? Maybe kuna siku ushaifikiria your husband here maybe anaenda nje ya ndoa nini? Sijai. Chukua gogos babe. Let me confirm something. Naweza confirm kitu. Naweza confirm something. If you guys you are loyal. Uko loyal? Can I confirm? Yeah. There's no problem. Tunafanyanga hivi. Tunachukuanga simu. Tunaangalia in case kuna messages fishy yenye unaongea na mtu mwingine yenye si bibi yako. In case kuna message fishy yenye unaongea na mwanamume mwingine ambaye si bwana wako. Hiyo tu ndo tunaangalia then tunasoma. Yeah. Only that. Haina shida. Niko sawa? Niko sawa. So nipe simu yako, nitolee password, unipatie simu yako. Sasa. Mama pia nitolee yake password anipatie. Sawa. Wow. Good one. So nianze na nani? Yoyote tu. Acha nianze na mzee, si ndio? Sawa. Ndio kichwa. Nikikuuliza swali. Yeah. Umesave bibi yako aje kwa simu yako? Hey, my lover. Your lover. Namba yako ni 07 26 26 60 2660 625 07 26 aya kia tu hapo 26 Mwenye mbona umemsave aje? My lover.
Ni kweli umesaidiwa my love. Wewe unashika simu ya bwanako? Wewe unaishika? Okay. Naona unaongea na mtu anaitwa Maureen. Maureen ni nani? Mimi? Baada kwa simu yako. Maureen. Maureen? Uko kwa simu yako? Which Maureen? Mimi simjui. Umemsave Maureen. Maureen azin kama cousin wangu ya sister. Mtoto wa sister. Mtoto wa sister yako? Ni kama ambaye umjui. Maureen. Naona mliongea. Unajua hata nimeangalia tu nini yenye mmeongea leo. Naona mmeongea leo. Naangalianga tu za recently. Siangaliangi za kitambo. Naona mmeongea leo na Maureen. Maureen. Sijaongea na Maureen. Acha niende WhatsApp. Iseme kila kitu. Unajua mimi napendanga hivyo venye mtu anakwama hivyo anajua kuna kakitu. Palipo moto, palipo moshi. Kuna moto. Palipo moshi. Pana moto. Unaona kama kuna moto mahali? Acha tuone. Okay. Hizi chat zako na Maureen. Maureen anakuambia hai. Ukamjibu hai tu. Ni nani? Akakwambia ni Maureen. Kwani unanisahau? Ukamuuliza Maureen mgani? Akakwambia ambaye mwenye ulipea namba yako tukiwa pale kwa klabu. Kwani umenisahau? Kwani unasahau aje haraka? Ukumbuki time ulikuwa na perform, ukumbuki time ulikuwa na perform ukanipea namba. Ukamwambia nimekukumbuka ule mwenye alikuwa amevaa specs. Akakwambia ukamwambia okay niambie unasema aje? Akakwambia nilisalamu tu. Ukamwambia okay hatuwezi achia msanii kitu. Akakujibu akicheka. Akakwambia usijali maybe next time. Alikuwa na chat na mtu kwa simu yangu. Hizo ndio message zako na Maureen. Umezisikia? Haya. Pengine ni wao matuma customer tukiwa huko natakanga ati kuachie kitu. Sometime like that. Smart. Ule na kuchekele. Uko sawa na hizo messages za Maureen? Are you comfortable with those? Simu yako ni kubwa. Sisi kwa mimi kana simu tata kana simu kubwa na mimi ndogo kama ya mamangu. Hata iwaki. Kama ni ule demu kuna kuambia na mchumba kukutana kwa club. Hata nimesikia mtoto akisema babangu ako na simu kubwa, mama ako na ndogo. Ama ni mimi nimesikia vibaya? Si ya babake ni kubwa. Bana. Si unaona yangu? Mliniambia anaitwa nani? Gift. Gift. Nani ako na simu kubwa? Nani ako na simu kubwa? Ya babake ni kubwa, so unaona ni kubwa. Ya mam ni ndogo, si ndio? Good. Unajua acha nikwambie kama kuna kitu yenye usoi take kama mzaha ni statement ya mtoto. Mtoto huwa msema kweli. Sasa umesikia umemjibu simu nani amesupport, mbona haja support mama yake? Nivalishe goggles. Utaki? Macha. Hiyo ni masikio yangu. Kesho utaenda shule? Si utakuwa smart na uniform na bag yako. Who is this guy called Oga Edu? Oga Edu.
Alinitext. Alinitext. Ni nani? Jana nimeingia WhatsApp na hiyo ndio message nimepatana naye. Oga Edu. Na naona wamsave Oga Edu na emoji za love. Who is Oga Edu? Okay. Sikiza message zake na Oga Edu. Anaambia Oga, "Hey sir, you know what you done. Oh, you know very well what you do. What you have done. Now, I have gone to hospital and they have told me to do abortion. I am supposed to have 50,000. So make sure you have sent me that money immediately because I told you before that I don't want to be pregnant and you insisted that you will not give me pregnancy. And already now you have given me pregnancy. So make sure you have sent me that money." Oga Edu akamwambia, "Don't worry baby girl, that is a little money and a very small money to me. I will send it." Akamuuliza, "When?" Oga Edu akamwambia, "Don't worry, I just say I will send it." Bibi yako? Beba. No, Oga Edu ndio hii. Received? Akamwambia, "Yeah, received. Thanks." Oga Edu akamwambia, "Okay, make sure you have go and remove that pregnancy, please." We, Raila ni nini? Ni nini nimesikia? Mbele ya mtoto please. Usipigane mbele. Hii kitu huyu mtu amesema hapa ni kweli? Na mbona unanichezea hivyo? Usipigane, ndio hizo messages. Nini imefanyika? Chukua simu yako, sitaki kushika hiyo simu. Nini imefanyika tena? Usipigane mbele ya mtoto. Kwani yani mimi nimekuweka kama my baby kwa nyumba hadi nakuita baby. Una chat na mwingine mpaka unaenda msipigane mbele ya mtoto please. Ati kuna? Heshima ya mtoto. Uko na nini? Come tu hapa. Kuna pregnant? Come tu hapa. Hebu sikia. Sitaki mpigane mbele ya mtoto. Usionyeshe mtoto picha mbaya please. Ni nini unasema? Anasema. Ongeeni tu kama watu machua, though msipigane mbele ya mtoto. Kuna kitu nitaongea na wewe sasa. Sioni. Mpaka umefika wakati umetumia pesa. Unataka kutufanya abortion? Hapana. But ndio naona ulitumia 50,000. Ni mimi nimesoma. Mimi nimesoma hiyo message. Is this your messages? Yeah. Yaani mimi nimekuweka kwa nyumba. Unatoka na kupea pesa zangu, unaenda kucheat na mwingine. Mimi nang'ang'ana na kufanya kazi jua kali na vuruta kwa bana kama nguruwe huko nikutafutie doo kule mpaka unafika makati unaenda kutoa mimba. Hapana. Are you pregnant? No. But hizi messages ninaona ni nini sasa? Nini sasa unajaribu kunionyesha? Hizo miaka zote tumekaa na wewe. Ni nini umejaribu kunionyesha sasa? Hakuna mahali tunaweza enda na wewe. Enda utoe mimba yako in very short. Na uendane na huyo Edu. And this guy is he a Nigeria? Umesikia? Ni Nigeria guy. Mbona unamuita? Usijifanye ujui. Usijifanye ujui na alikupea mimba wakati mlienda naye. Au kwa mnamjua? Au kuambia? Wakati mlikuwa naye au kukuelezea? Kumbe hizi ndio vitu umeweka kwa simu na kana password. Mimi napambana nipate vile mtoto anasoma kule kwa nyumba, wewe unaenda kucheat na mtu, si ndio? My friend, fanya hivi, hata kuna mambo ya kukuita my friend. Wewe si mimi siwezi kana mtoto mtanakaa malaya kwa nyumba yangu. Hapana. Nataka nikuambie kitu moja in short. No question. Koma. No. Tukitoka hapa enda utafute kila kitu yako ambapo inaita jina, hata ukipenda beba mpaka zangu. Hapana, sasa unataka tu kutrust mtu amekuja tu from nowhere na message. This is your messages. Let us take any trust. Ameandika? Ni yeye ameandika? Jana si uliniambia nikupe pesa. Uniambia unaenda wapi? Kuna rafiki yangu. Kutoa abortion kwa unakaa mbembe na mdomo na mama kwa kibanda, nikipata pesa unaanza biashara, unaenda kukaana na kuandikana kuchat, ndio? Yeye ndiye ameandika hiyo message.
Mimi nataka hivi. Hii ndoa imekarabitisha hivyo. Kuanzia saa hii. Mimi siwezi enda. Hawezi enda aje? Tutaendelea mtoto na nani? Na si uko na Edu. Si ndio yeye amekupea mimba mwingine? Mimi ni bebe mzigo wa mwanaume mwenzangu. Hapana. Lakini mimi siwezi enda. Sasa umeanza gani? Hata huyu ni saa zingine naweza sema si wangu, ni wa Edu. Ni wako. Nitajuaje? Ni wako. Na sasa hii umebeba unataka kutoa. Mbona unaenda kutoa? Mbona huku niweke chini uniongeleshe? Sina mimba. Ha? Sina mimba. Na hiyo pesa umetumiwa sijui 50,000 sijui 30, hiyo ni nini? 50,000 akaulizwa received akasema thanks. Can you repeat? Ni kama hujaelewa. Mimi ndio nasoma. Yaani mimi nikakushughulikia. Juzi ukaniambia kuna sister yako mdogo anaenda kwa university. Nikulipie pesa. Si uliona nilichukua loan? Nilikupea pesa ngapi? Si nilikupea pesa? Kumbe nilikupea pesa uende shetani na Edu. Mtoe mimba. Pesa yangu. Hapana. Juzi mama yako akanipigia simu. Tukaongea. Mama yako alikupigia simu ukiwa kwa jikoni nikiwa na huyu mtoto tukiwacha. Si ulileta simu tukaongea naye. Tuliongea aje? Namtumia pesa. Kuanzia saa hii pigia huyo Edu aende kupe pesa. Shughulikia mtoto. Hapana, tunaweza enda tuongee. Tunaongea nini? Si hapa kwa barabara. Kwa nyumba kuna message. Si tunaenda tu tuongee kwa nyumba. Mimi hata ni muda hiyo yote nakaa na wewe, nakaa na wewe. Leala, ni nini nakusumbua hiki? Ni nini? Hakuna mahali tunaendana na wewe. Hakuna. Lakini si tunaenda Hakuna. Fanya hivi. Hapana, tuende tu solve. Hakuna kitu tutasolve na wewe. Tuko na mimba? Sina mimba. Huyo mwenye amekutumia message ako na pesa? Beba mtoto uende uchukue vitu zako. Hapana, siwezi enda ndani ya mtoto na nani. Mlango ni free msichana, mlango ni free. Mimi siwezi kaa na malaya kwa nyumba yangu. Hapana. Umesikia? Utaenda. Mimi kitu naweza mwambia kuanzia saa hii wacha nikae peke yangu. Ajipee shughuli. But mbona ufanye abortion? Do you know abortion is crime? It's a crime. Wacha hata abortion. Yaani inafika wakati msichana anaenda analala na mtu. Hata that means hata huyo si wangu. Ni wako. Usiseme hivyo mtoto anasikia. Usiseme mtoto si wako, jua anakusikia. Kama sasa anaenda kufanya na mtu analala nje, baki nafika wakati anaenda kufanya abortion. Ndio nisijue. Ndio maana umejaza password kwa simu. Unalalanga njaa? Nini umekosa pale kwa nyumba? Hakuna. Hauna simu? Niko nayo. Hauna TV kwa nyumba? Iko. Uko nayo? Hauna viti? Ziko. Mattress yangu ni ndogo. Mchana nimembaia mpaka mattress. Sijui nitasema aje. Unatoka huko unajidondia kama spring. Analala juu, mtoto analala chini. Double decker kitanda. Anatafuta nini? Inafika wakati anaenda kuchiti mwanaume. Mimi siwezi pelekana na wewe mahali. Hapana, lakini mimi siwezi enda. Uwezi enda aje? Juu ya mtoto. Enda upeleke Edu. Hapana. Upeleke. Bad. Kwenye nitakwambia, don't do abortion. Kama mtoto ashakuja, mlee tu. Mimi hakuna mahali naenda na wewe sasa. Wacha hiyo ndio iko hivyo. Kwenye nitaomba tu, msifanye, unajua mtoto ni mdogo. Na mtoto huwa sahau kenye ameona. So sitaki muonyeshe mtoto like mmegombana. Tusitoche mtoto mentality. Sawa. So you can go. Mnaweza enda muangalie venye mnafanya. Kama ni kuenda though, mtoto mtembee naye vizuri, asifeel baba na mama wamegombana. Sawa. Ni mnijue venye mtaangalia. Sawa. Mimi nimeshukuru time yenu. Asante. Director kati hiyo kitu. Hi guys, do you know if you invested just $1,000 into the Forex market 3 months ago, right now you could have been a millionaire? Yes, let me show you how. Gold prices moved in April 24th from 2,994 to 3,274 as at June 25th. All right, you can see that's almost above
2,000 pips. If you had invested just $1,000, you can see the outcome. Those are so many pips, and we are still expecting the market to move. Remember, you can always WhatsApp us through this WhatsApp number for more updates on Forex markets.